kwenye mikutano yangu yote ya hadhara wakati nagombea, walikuwa wanajipaka rangi, wanajiandika Baba Levo, wanajichora, wanaoga, wanajikuna, wanawashwa na rangi. Leo hii wanapata faida ya kumpigania, ya kumpambania ndugu yao. Ndugu zangu, mmekuwa mkipiga simu, Baba Levo tunaomba 30,000, tunaomba 20,000, 50,000. Sasa hakuna cha kuombana hela, au sio? Na wapeni pikipiki ambayo mnaenda kufanya biashara. Nyie ni walevi na wajua. Ni watu watungi na wajua. Mpeni dereva mwingine. Sitaki. Tunaambiana ukweli. Tunapeana shua. 3 hiyo mdogo wangu. Mtafuteni dereva afanye kazi, nyie mnapata hiyo riziki kidogo. 3,000 inarudi kwenye mfuko wa mbunge, nyie mnapata hiyo riziki, mnaendelea. Au sio bwana? Na tunafanya hivyo kwa sababu pia tunaogopa tukiwapa moja kwa moja mnaweza mkaenda kuiuza. Kwa bora tuweke ka disclaimer kwamba ipo kama ya kwenu lakini ipo kama ni ya mbunge. Ukimaliza mwaka mmoja, pikipiki ni ya kwenu. Sasa hapo mkiamua muuze, mkiamua kujimimina, mpakiane walevi, mkadumkia kwenye korongo, mtajijua wenyewe. Kigoma oye! Kigoma safi! Sasa wale nawapa kwenye boksi, lakini nyie sasa sukumeni hiyo nendeni nayo. Au sio? Wasukumie hiyo waende nayo. Tapeni dereva mwende. Au sio? Chazi. Nakwambia ukweli, wewe ni mtu watungi. Maana yake unajua kinachotokea ni nini? Ikija kutokea Chazi na mwenzake wameanguka na hii pikipiki, wamepasuka vichwa, wale wakosoaji watakuja. Baba Levo, umeona sasa tulikuambia kwamba pikipiki umewapa watu, mwisho wa siku vichwa viko vinapasuka. Tunatakiwa tufuate sheria za barabarani. Matrafiki wako vizuri, askari wetu wako vizuri, fuateni sheria barabarani. Kukamatwa mimi sijali. Ikilala polisi mimi nahesabu 3,000. Naokota hesabu kidogo. Hiyo ina ubaya gani?